nimepush sana pale Twitter huyu Wavinya Ndeti aweze kulipa kijana yetu. Yes. Na mimi kama incoming senator tunakuja na mbogi yote ya Ndudhi culture ya Embu. Tuko pale Ukambani to make sure that young man gets paid fully. Now we are not giving any apology. We are there to damage until he is paid. Asante sana MC Chris, tupatane ground. Tuende nalo. Mumeshinda aje? Halo? Uko fiti? Tumeshinda poa. Kesho. Kwanza simu ikatike. Hayo acha amalize simu kwanza. Ati jeshi ya wapi? Jeshi ya Ugoro tuko huko. Baya. Kabisa. Lazima nimekujana. Aya, guys. Thank you. Wachani kwanza nizime hii simu. Imepigwa sana. Chris. Wacha nizime hii simu kwanza. Okay. Wacha sasa ikae hivyo. Nani amepanda saa hizi? Hello Chris. Apostle. Mimi hapa ndio nimepanda saa hii. Yes Chris. Yes, Apostle tuone nalo. Sasa mimi naitwa Mandela, nimetoka Machakos Lakini hata ukiangalia zile kazi Kioko amefanyia county government of Machakos ya kushonea au watoto uniform. Unapata ajalipwa na bado Wavinya hakuna kitu anafanya na hao watoto. Hata wakigraduate hizo vitu wana graduate hakuna kazi wanafanya. So ana waste pesa badala alipe huyu kijana, bado unapata wama vijana wanaangaikia huku na hizo uniform. Mimi nimetoka Machakos County, nimefukua nikiapply hizo kazi za county. Mimi ni planned operator by profession. Hakuna siku mtu wa Machakos anapata hizo kazi. Wanapeana kazi kwa kujuana. So kesho asubuhi tuamkie hapo, tupiganie kijana, tujionyesha bwana, kwa sababu mmeamuka. Unajua nyinyi mmejiinua hivi, at least mtupiganie na mjetoka Machakos County. Lazima, si ndio hiyo? Na mimi nashangaa wale mavijana wetu kutoka Machakos County na hao celebrity au wote saizi hawapatikani hapa kwa hii platform. Nizani wa meba nondunye numete Masaku na ndio nizani wa ndomaitwa Masaku meba. Waongelesha hiyo Kikamba. Endelea sasa 1 minute. Anuma Masaku ndiye zima makai mama Masaku meba nondwa makai maitha ma mugie yu maitha meto. Mundu angaite bana unikitha kitoete unikitha kinyu enda chaka kabisa nondo. Mutinda ni chaka chaba tikikange. Enda chaka nemba ile mbaya unikenda na nigwenda ukubitha nyene nda banacio bola kini uneando methe mebangite. One wona wa mitwe bayi manawe kila kindu chonde kikwacho. Andu azuma kanzu mewa ameze tindate makuye muduta tubongolotu maetro jinga tika metekezia makathina mwaki. Mchezo zuwa utuya makai maitu ni uthukumani. Kirubi nikwatia muyasio na nye wametusho na nye nikimune enu ndio diwe na onaenda kuungale kwa mengi ndio weani onaenda mundu na umela zuozu, lakini one kila mundu ama the wakati one batonekana onaenda ni batonekana wa ubungu wa ubungu tukathi weani we tuko maneni Kiswahili wa metu tunasema aje kesho hakuna mchezo. Kama wewe unajua kesho unaendanga kazi, wewe danganya mndozi kesho wewe ni mgonjwa my friend. Kesho hakuna kuingia kazi. Sisi kesho wenye wako karibu tao tunaingia tao, unachukua matatu unaelekea mahali, unasemekana tupatane. Tuzarau ndio ofisi kabisa. Kwa sababu my friend, hebu niwaulize. Sasa hii kuwe ni mimi nilienda kuchimba mtaro kwa jamaa fulani maybe hapa. Na amekwamba na maybe 1000 yangu nilichimba mtaro. Na hiyo nguvu yangu nilitumia. Sio ni haki yangu. So kijana alipwe. Kijana alipo do yake. Juu hapana. Kijana amehangaika. Alafu mnachapa watu wa maze. Hadi media mnachapa media bana. Na media ndio inapea watu information ya chenye kinaendelea. Without media kila mtu akakwangiza. And that is the truth. Unaona? Wewe unachapa media, acha media. Kioko mwenyewe chenye mmemfanyia sasa za hii mnaona. Na mnamchukua mnampeleka all the way to Kangundo. Remote areas. Sasa for example angepata na emergency, ile emergency kabisa akiwa Kangundo.
Kama nyinyi Kangundo amwezani na kupatia watu huko madawa. Je, kitu kiritiko kama hiyo, maybe kijana angekuwa ameumia kwa undani, angepata hiyo matibabu ya haraka kutoka wapi? Na kwa Kangundo na mlimutoa adhiriva ndio mpeleke Kangundo aje na hiyo shaikuwa wapi? Hiyo ni mbaya. Tuendane tuchukue kura, kila mtu ande achukue kura my friend. Kivijana ingia kadi, hiyo ndio itatuokoa, hakuna kitu ingine. Wame kidogo Kirubi mheshimiwa Ngaruya amenipigia akaniambia atawajoin, atakuja Ngaruya. Mheshimiwa Chris Kabisa. Chris, ofisi ya governor iko ofisi ya governor iko nyuma ya showground, iko outside the town. Asante sana. Tukutane hapo tukiwa wengi, tuizunguke yote round. Tukaya hapo tukisema solidarity forever. Ndio hiyo sasa. Tuizunguke yote tuone watafanya nini. Kitu tunaweza lala mpaka hapo bro. Tuko hapa mpaka asubuhi tupate Kioko ametoka hospitali bwana. Aya, Emirates. Okay, yeah. Atumai kila mtu akopoa. Mimi pia nimeshinda fiti. Hii story ya Sami Kioko tumekuwa nayo since last year. Hakuna mtu haijui, imekuwa kwa mitandao, imekuwa kwa radio, kila mtu ameiona. Ya kuchangaza kabisa ni kwamba hata Kalonzo wetu hajai tweet anything, hajai sema kitu yoyote kuhusu hii story. Na waomba wa Kenya, naomba kila mtu mwenye anaweza fika kesho tufike kwa ajili ya Sami Kioko. Sami Kioko is our brother, ni kama tu mtu kama mimi anayejaribu at least apate maisha, and then kitu kama hii na happen. Tupatane kesho, kama uko na nafasi usiogope kufika. Kalonzo hatutasahau, Wavinya hii mtego umejieka, sijui utajitoa wapi. Wakamba tukue pamoja kwa hili. Thank you MC Chris for hosting sisi Wakamba, tumeshukuru. Haya, for hosting our Kenyans. Thank you so much. Now, nani mwingine hajaongea? Tumesema kesho ni saa 3 tunapatana Mlolongo, wale wa Nairobi, wale wa nini wapatane TRM, tupatane sisi wote, tupatane Jackson. Tupatane Jackson, yani itakuwa mbaya guys, I'm telling you free. We are here to show these mediocres that impunity is the last word we need to hear. Especially when you are working with these young people of this nation. Hatutafinyilia wana youth wetu ambao wanatafuta kazi, ambao hawana kazi, na ambao wakifanya kazi wananyang'anywa. We are not going to work with that mediocre. We are not going to allow that. Yani, we are not going to, whether you come from Turukana, whether you come from Machakos, whether you come from Isiolo, whether you come from nowhere, these injustice actions, they should end as fast as now. And that's what tunasema watu wachukue kadi. We don't need all those mediocres in these state offices. Tunawafagia wote, tunawagonga wote, tunawalima wote, na tuna agree sisi wote. This is what we are going to do. Na kesho ni saa ngapi? Yani kesho ni saa 3, ni saa 4, ndio hao sisi tumepatana pale Jackson, kugonga mguu moja kwa ingine, kwa amani, tukitafuta haki ya umoja wetu. And that is who we are. And I'm calling all of you people, if you fail on this is going to talk and to speak a lot on what is going to happen to a young man, to a young woman in this nation. And we are going there, whether we will be 7, whether we will be 70, whether it will be 7,000, whether we will be 700, we are going there. Yani tunaenda huko. Na Githaiga ameshatengeneza video, leta nionyeshe vitu gani venye zinakuanga. Wacha nionyeshe, leta. Na tukumbushe watu ya Machakos. Wafinya deti. The only huyo. Wafinya deti. The only
problem that Sam Kioko did ilikuwa ni kukuja kuitisha haki yake. Ameitisha kwa muda wa miezi karibu 6. Viongozi wamesikia na hawajafanya lolote. Wamesikia wakasweep around the behind the carpet. Wewe Wafinya Ndeti, you have always presented yourself as the mother of young people. You have proved you are not a mother of young people, especially after Sam Kioko ametandikwa na kaji wako, akasugushwa kwa maambulance zenyu, na baadaye akakuwa admitted with serious injuries. Wavinya Ndeti. Now, this is what I expect. This is now, I know the reason why you think I'm making video, because this is how we work with it. This is what I expect from all of you. Wale watu ambao wamekuwa wakitype a lot of, wakipost a lot of things, wamekuwa wakipost wakisema ati nini. This is what we expect from you. You make that video, let your followers know that we are together. Waambie kesho tunapatana huko, and tunapatana huko peaceful, na tunapatana huko kwa sababu ya zima nini. Tunapatana huko kwa sababu ya nani? Justice ya Kioko. So siku jificha kando ama kukaa kando uone venye kunaendelea ama kutupimia. Usitupimia sisi. Hello Chris. Karibu sana. Take the mic. Okay, thank you. Mimi naitwa Rose na niko Mombasa. Team Mombasa sasa tushaanza kujipanga, tuna meet Changamwe heading to Machakos. Kesho tuko na nyinyi, lazima Kioko alipwe. Hii kitu watu ni kama wametuzoea. Machakos governor anapaswa kulipa Kioko, lazima Kioko alipwe. Hata kama tutalala kwa hiyo barabara mpaka Kioko alipwe. Justice for Kioko. Yes, habari zenu. Okay, mimi niko salama. Sasa chenye nawaambia watu wako Mlolongo, tupatane mapema, tuanze safari mapema. Lazima tutetee Kioko apate haki yake, cause si poa mtu akitisha haki yake adhurumiwe venye amerumiwa. So please my friends, wenye kwa Mlolongo, Athi River, Pipeline, kujeni kesho tuanze safari mapema. Sawa, sandeni. Bianto hayuko kwa guest guys, najaribu kumtafuta. Haya, mtu akiongea unateremka. Nimempandisha lakini hakuwa na network mzuri. Chris, mambo? Pandisha hiyo kio. Hello. Tunakusikia Katsoke onena. History ya Kioko imekuwa too much. Kuanzia last year, tangu ile time alikuwa anatisha pesa yake na umama hataki kushughulika. So it's high time sasa Wakamba tujitokeze to make sure Kioko amelipwa na hiyo story imeisha once and for all. Because sasa hapo imefika, sasa next ni kuuliwa. Next ni kumalizwa. So kesho tukutane Machakos, mimi nitakuwa hapo. Next, Nzomo. Bianto hayuko kwa guest guys, na watu mmejaa kwa guest. Nitafanya nini? Najaribu kutoa. Si watu watoke kwa guest wenye. Aya, Nzomo ongea. Guys, atupandi hapa kumute. Ukipanda hapa unasema kitu. Bianto hata simuoni, nimemtafuta. Hata ni nini? Watu watoke kwa guest guys, mmejaa kwa guest. Misho aje ni drop mwingine ingie. Sawa. Okay, thank you. Aya, wale mnapanda guys, mtu aseme kitu. Aya, habari zenyu. Before habari zetu, guys, have you noted there's no politician who is addressing the issue? That's my point, Nini. Exactly, Chris. No politician is addressing the issue. What does that tell you? We are alone. They know what they are doing. Chris, alafu pia kitu ingine nataka kusema,
tiktokers mi naonanga tiktokers wojituma excess. Imagine hata ao nini influencers wengine na venye wako na names na numbers IG, like hakuna mtu hata anapushi kitu excess. Ni kama tu watatu ndo wana mention wenye wako na numbers kubwa kubwa. Bahati akiwa mmoja wao na ni Mkamba wao, amenyamaza tu hapo na anasema ziwa anataka kiti. Nao ndo wamejaza numbers. Hii story nafaa kwa venye huku TikTok spread, IG pia spread hivyo. Inafaa kuko imeenezwa hivyo kila mahali. But sasa watu wenye wako na hizo hata ma influencers, hata Churchill ni kama baba ya Sami Kioko. Anafaa tu atoke pia ongee kitu. Like unajua hata kuongea tu hiyo sauti yake. Au ni wasi wenye tunategemea watu wako na numbers na wanajua Kioko. Si ati Kioko ni raia tu mrejareja. Kioko ni influencer. Wengi wamepiga hata kazi na yeye na wanamjua. Ni wasi wanafaa kuwa na mention history kiekelewa nini venye tulikuwa tunafanya time ya reject finance bill. Wakiamua kila mtu ana mention, imagine itachukuliwa serious. But sasa wao wamekaa ati sasa juu haiwahusu personal issue yao, hawaichukulii serious. Alafu utaona sasa kesho venye watu wataenda, utaona sasa ndio wanataka kujump in. By the way, me I'm embarrassed na wao. Kwanza hao ma influencers wa IG ingefaa kukua kwa stories zao, kila mtu angefaa kuwa make post. Lakini wenye naona tu wakifuatilia sijui ni Ricky B, Nasra, Tom Dakitari, Oga Obina, au tu ndo watu nimeona at least wametry kumention hiyo story ya Kioko, and it's very sad. Alafu maybe kitu ikimfanyikia kubwa ndio utaona wote wamemjaza hapa kwa post. Sijui watu wananiboinga au ma influencers. By the way nitasema tu kweli. Sasa wenye wanaweza saidia mtu hawatakangi kusimama na yeye. Saa kama saa hii. Au ni watu wakisema wa post kila mtu aseme kuna maandamano kesho. Hizo numbers wako nazo ita make sense by the way. Wakiamua wa post. Sasa ni TikTok. Hata kuna mtu amepost IG. Hata ngo anataka kuambiwa Ricky B update watu wa IG. Pia wajue. Venye Haya kabisa. Kesho kwa ground. Kesho tunakuja. Na watu alafu Miss Brown. Yes. Chris alafu unafaa upange watu wa Thika Road mali watapatana. Watu wa hivyo. Ebu alipwe. Mimi nitasema alipwe. Wacha niseme kitu kingine my dear. Kitu kingine Chris, wacha niongee Kikamba kidogo. Akamba tuyendene na Akamba nitumenanite. Nanyi ndiama na kila kitu Akamba mamenana kusema ukweli. Mukamba ndio so support Mukamba mwenzake, lakini Mwikuyu nukuma baya kwa Kikuyu yako kwa support Mukamba. Indi Mukamba ta support nini nula mo yenu. Ula to yenu. Ndio kitu mtu naona ukambe bidayo ndea atiwe tina. Nundu kuima endeo. Ona tuivoleania ukona Mukamba mwenzako ikunenea nai kuyu numo okela ndie kuyu nume kanienesa kila kithiana thina ni chocho nyumu ithana cho au ya Akamba tuyende nona banini Akamba this time around twendane tuone Akamba tunawenda no tuone Akamba tunangwata nio tuone Akamba tunangwata nio na mama katukia lakini twikala tunalika niti utatusui twanguku baina mundu akwa etenie no longi baina mundu akwa ithukisio longi twikala na kiputhia na kimena kingi muno na woi na ndo wa masatani na ndo mataigwa na no malaya. Haya, hiyo yote nimesikia. Now let's do this naingia kazi sasa. Niweke big screen. Haya. Wacha niweke Githaiga. Alafu Githaiga kama ulali nataka ufungue live tukuje kwako. Oh, every guys, can you see that? I think hiyo ndio nimepost. Kwani hata uko na hiyo? Ndio nimepost Facebook. Na Facebook unaitwa MC Chris Kirubi Junior. Chris. Nani ndege tukati? Chris, naweza ongea? Ongea. Thank you guys. I think mimi side yangu hii kitu hata tusiweke politicians because watu wamekuwa hapo for all along. Wakina Sonko, wakina siji nani wamekuwa wakiongelea hiyo kitu lakini wameshindwa kutatua. Sasa hii ndio watatusaidia. Hakuna kenye wanaweza tusaidia nayo. The only thing yenye tumebaki nayo ni venye Chris amesema. Tumebaki peke yetu na inabidi tujitetee.
So mimi hata hakuna, hata in fact sijui nani apandishwe, sijui nani apigiwe, sijui ambiwe nini. Wamekuwa hapo na wamekuwa wakisikia hii kitu. Hii kitu ijaanza leo na ijaanza jana. Hii ni kitu yenye imeenda for months. Na huyu jamaa amekuwa akiteseka. Hadi imefika mahali sasa jamaa anapigwa hadi anapelekwa OC, mtu amelala, kijana wenyewe amelala kwa kitanda. Na si ati alienda kuiba, alienda kutafuta haki yake, pesa yenye alitumia zake, arudishiwe ama alipwe, ajalipwe hadi saa hii. Mtu alafu atashinda. Saa hii hata nashindwa huyu mama ako na akili hata kweli huyu mama. Na 2027 ndio hii inafika. So guys, mi hata politicians saa hii kitu venye tumeanza, tuende sisi peke yetu venye tumekuwa tukifanya, wawe wasiwe, tutasaidika. Hata wasijaribu kukaribia hii kitu. Thank you. Najua wamesikiza na wako hapa na wamejua kesho tunakuja. Sasa sikizeni. Msijaribu dakika hata moja kuleta goons. Hao goons tutawashika, tutawapiga na tutawapiga. Tulia mam, na tunawapeleka polisi. Tuna make sure tumewapeleka mpaka polisi. Umesikia? We are not up Biado. Biado mmeshinda mkiniambia up Biado na hayuko kwa guest. Sasa sijui mnataka nimwendee kwake. Hayuko kwa guest. Huku mtu anapiaga wakiwa kwa guest. How can I force someone to be in the guest bwana? Na hakuna ni. Hayuko kwa guest. Niko na moderators ambao wamejaribu kumuapa hayuko. Sasa mnataka kwa guest nilimuapa na network yake ni kama ilikuwa na shida. Nilimuapa lakini sasa hayuko. Hayuko kwa guest guys. Hayuko kwa nini? Hayuko kwa guest. Kama angekuwa kwa guest, kama nimepandisha hawa watu wote, ni Biado tu ningekosa kwa nani? Siwezi kosa kumwapa yawa. Hayuko. Mjomba uko wapi? Biado, where are you? Sema hi ama utume roses. Ama maybe ako kwa comment section. Unajua hata kambiuni hayuko, mnashinda kusema hapo kambiuni na nyinyi mmejaa kwa guest. Sometimes TikTok inasubuaga mtu. Unaweza join live ya mtu fikiri uko kwa guest. Hiyo si guest. Guest lazima ufinye hapa nini? Hapa ndio uonekane. Can I say this kwa sababu nachelewa. I'm 15 minutes to work. Nataka kuingia job for 2 hours ndio niweze kulala pia. So Githaiga, kana hii apili tafadhali ufungue live. Tukuje huko nitakaa kwa guest pia. Githaiga. Najua maybe kuku zimeanza kukuliwa na Rowege. Mish Brown usifungue basi tukuje huko. Okay, Chris, nataka kusupport watu kama 10 hivi kwa hii namba yako wenye hawana fare. I'm so happy. Na niwaambie wanafungua kidogo tu, niko na 2000 nimetumiwa na ule jamaa alikuwa anaitwa Masekete. Sema unatuma ngapi ndio wakae wakijua? 5000. Hizo ni 7000 tupatane. Hiyo ni 7000 ambayo nimetumiwa na Mwania na nitumiwa 2000 na Masekete. Hizo ni za kupeleka watu huko. Thank you so much. Uni kijana mfollow guys, mfollow hapo. Na bado tutakuja na tutakuwa live kesho. Yaani wacha venye mlikuwa mna post. Sisi tutakuwa live simu kama 90. Yaani tutakuwa live yani kama mkileta asante Mwania ati mwamono. Yaani tutakuwa live recording. Live recording. Thank you so much. Mwania, thank you.